kuna mbinu ambazo ukitumia ama mkitumia, basi lile tendo linakuwa linanoga zaidi. Sio kwamba linanoga tu, linanoga zaidi na mnaenjoy, kwa sababu raha ya tendo ni nyinyi wawili, kila mtu aridhike, kila mtu aenjoy na kila mtu afike kileleni. Sasa hizi mbinu ambazo naenda kukupatia leo msikilizaji ni kwamba hizi hasa ni kulenga wewe mke, yani wewe mwanamke. Leo nakulenga wewe hasa. Na hizi mbinu nazungumzia kimoko ama mchezo ambao munaenda kucheza hasa baada ya kutoka mihangaikoni. Yani ile kwamba mmeenda kazini, kila mtu ameenda kwa mihangaiko yake mchana kutwa, alafu jioni mtakapokutana wenyewe mmeamua kwamba leo jioni tutakapotoka kwenye mihangaiko yetu na kuchacharika kwetu, basi tutakwenda kula tunda, maana ni halali yetu. Si mmeoana jamani, unaiba cha nani? Huibi cha mtu, hicho ni chako. Nafikiri hapo tumeelewana. Kwa hiyo wakati ambao mko kule mihangaikoni, yuko kazini mume, wewe mke uko kazini nawe. Iwe ni kazi ya ofisini, iwe ni biashara, iwe ni wapi, maadamu tu uko kwenye mihangaiko yako ya kutafuta riziki ya siku. Na katika hiyo hali ya huko mnakotafuta, mumeenda muna ile kwamba mumeagana kwamba jioni tutakapofika nyumbani, ama wewe mwenyewe sasa umeamua kwamba leo jioni hapalali mtu, ngoma lazima ipigwe, na kama ni sebene lazima tucheze. Sasa basi, ili kunogesha hili tendo, kwanza wewe mwanamke onyesha mahaba siku nzima. Na maanisha nini ninaposema onyesha mahaba siku nzima? Yani kule kazini, kule biasharani kwako, kibandani kwako kwenye uko, ofisini kwenye uko, wewe kama mtoto wa kike, anza kuonyesha mahaba tangu asubuhi ukishafika kazini. Na haya mahaba utayaonesha vipi? Hamuonani, kumbuka. Utayaonyesha kupitia vimeseji vya mahaba, vimeseji vya kuitaita, vimeseji vya kukonyeza, vimeseji vya kuamsha hisia. Vile kupiga simu, yani mara kwa mara hiyo siku. Ukipiga simu hapa huombi hela ya kijora, chonde. Ukipiga simu hapa huombi pesa ya marufuku. Hapa unapiga simu ukileta ile amsha na uchokozi. Mwenye umepiga simu, sauti kwanza yenye tayari please call. Yani sauti tu, mambo yako tayari mwenzangu. Alafu mbali na sauti, yale maneno ambayo mnaenda kuzungumza unamuelezea, yani uchokozi tu, unakuwa mtundu hivi. Wacha nikwambie mwenzangu, unaambiwa kuwa na heshima unapokuwa mbele za watu, lakini ukiwa na mume wako kuwa malaya kwa mumeo, kwa sababu wewe usipokuwa malaya kwa mumeo ashakumsima tusi. Wengine sasa unajua vile vya nje wanavyopenda kujipelekesha na kujitongozesha. Ole wako ukijitia kila wakati, basi ni wewe uko serious, kama sijui umekula ndimu umekula kwaju. Kwa hiyo mbinu ya kwanza ni kuonyesha mahaba siku nzima. Sikwambie mtu kitu, yani vimeseji, jumbe za mahaba, jumbe za mapenzi, jumbe ambazo zimejaa unatonesha kidonda. Mbinu ya kwanza hiyo, shoga yangu. Mbinu ya pili, msifie mazuri yake. Kwenye hizo jumbe na hizo visimu vya kumpigia, unamsifia jinsi alivyo, vile alivyo. Unamsifia weledi wake wakati mnafanya tendo la ndoa, wakati wenyewe mnajienjoy. Hakuna raha nyingine duniani kama hiyo. Unamsifia ugwiji wake, anavyoachilia mashuti vizuri. Kumbuka ni jumbe hizo. Tumeanzia kwamba onyesha mahaba siku nzima, tumekuja kwa mbinu ya pili ya kumsifia jinsi alivyo. Na wakati unamsifia ni kupitia hizo jumbe. Kumbuka shoga yangu, asikwambie mtu kitu. Sasa hapo ndio unamsifia
vile alivyo, maumbile yake kama Mwenyezi Mungu ni mtu ambaye amembariki. Jamani, kuna watu katika ulimwengu wamebarikiwa. Kuna watu wamebarikiwa, na hata kama hajabarikiwa, hicho kidogo ndo alicho nacho. Mungu amempa hicho, atafanyaje? Na wewe mwenyewe na hizo baraka ndogo alizopewa, wewe mwenyewe umesema hapo ndipo, na wewe mwenyewe unajua kwamba japo kidogo lakini mashallah inajua kufanya kazi. Sawa? Sasa msifie ule weledi Mwenyezi Mungu alombariki. Mbinu ya 3, unamwambia unavyomtamani. Jamani, mme wangu, sivyo nilivyokutamani mimi. Yani nasubiria, tunaona hata saa 10 kazini unamaliza saa 10, lakini unasema leo ni kama wakati jamani hausongi. Tangu nilipoingia kazini sioni muda ukienda mimi. Maana yani natamani utaisha saa ngapi mimi nifike nyumbani jamani. Tufurahie tunda letu. Unasikia yani maneno ya chokozi, maneno kama vile yani unataka hutaki. Sijui kama unanielewa. Unamweleza unavyo miss jamani, nakutamani. Sijui pengine hata mmepezana tu jana, lakini tayari hivi wewe umemtamani paka mambo hayaendi. Yani ni kama muda umesimama, umeshikwa hivi na smaku hauendi, lakini muda unasonga. Sijui hiyo saa 10 leo itafika saa ngapi. Yani hata nawaza ikifika saa 8 niombe ruhusa japo ya danganya toto hapa ni mwambie bosi sijui na umwa hivi niende tayari mimi kajiandae. Si unaelewa tena jamani? Sijui kama unanielewa. Mbinu nyingine, tengeneza mazingira. Sasa hapa kwa kutengeneza mazingira, muda ushafika mama, saa 10 ishafika, alafu chonde mtoto wa kike, kama mmeagana hivyo, hakikisha fanya ujuzi wako na wakuazima, fika wewe wa kwanza nyumbani. Ili ndio naja hapa kwa hii mbinu ya kufanyaje, ya kutengeneza mazingira. Ushafika nyumbani, fika nyumbani mapema, wahi mapema. Enda kama ni nyumba, hata kama ulikuwa umeipeza siku kadhaa kupiga ile mopping hapa na pale, enda ukafanye usafi nyumba kuanzia mlangoni mpaka chumbani kwenye uwanja wenyewe wa mashambulizi. Kama una kaudhi mama, kafukize. Yani kinamna yote hakikisha nyumba umeiandaa inanukia mashallah. Alafu kama wenyewe umeamua huo mchezo leo tutauchezea sebuleni. Kwa sababu gani? Nyinyi ni watu umewana, kama mazingira yanawaruhusu kufanyia mtezo pale sebuleni, kwani unaiba? Huibi cha mtu. Kama umeamua kwamba leo hili goma tualichezea sebuleni, basi tayarisha yale mazingira ya pale sebuleni. Na kama umeamua kwamba mimi miaka nenda miaka rudi sina ubunifu, mimi ni kitandani, sawa, enda tengeneza mama. Kama ni shuka, tafuta kashuka kazuri, kama kwenye makopa hivi, rangi za mvuto hivi, rangi za kuitaita hivi, rangi za kukonyeza. Ikiwezekana kama mwenyewe una sumini, dondoshe pale, tena ikiwezekana liandike jina lake. Yani kama anaitwa Athmani, hizo asmini ziandike pale. Tena leo usimuite Athmani, muandikie pale Asu. Jamani. Kama mwenyewe anaitwa Abdalla, liandike pale Abdalla. Kama munaitana baby, liandike pale ikiwezekana. Kumbuka huyo ni mume wako jamani. Na mambo hayo madogo wewe unaona madogo, lakini hayo madogo ndio yanamvuta mtoto wa kiume anatulia. Wewe unaona wanaume wenzio mtaani wametulia. Mtu akitoka kazini akiingia ndani ya nyumba ametulia, wewe unaanza kujiuliza, mbona mimi wangu kila wakati uko vijiweni? Watu wanatumia mbinu mama, na mbinu ndio hizo. Kwa hiyo tengeneza mazingira. Sawa? Ukishatengeza mazingira sasa, mama jiandae mwenyewe. Sasa ushamaliza na mazingira, twende wewe mwenyewe sasa. Kama ni kuoga, nenda ukaoge vizuri, tena hakikisha kila mahali pamegusa maji vinavyostahili. Na kama ni kujisugua, jisugue mama vizuri kabisa vile inafaa. Baada ya hapo, ukishaoga, ukishamaliza, kama ni kujifukiza, jifukize vizuri kabisa. Yani yeye mwenyewe akiingia tu harufu peke yake inamuita. Yani mama jifukize. Hakikisha kwamba kama pengine ni vazi, sasa hapa kwa vazi usipigie kijora, huendi harusini wewe. Usivalie dera,
huendi mtaani kununua viazi karai wala viazi mbatata. Usipigie dera. Afadhali kama huna kijiguo kama night dress hivi chenye neti, heri bora upigie leso yenye msemo kama msemo. Basi kama huna kabisa, piga leso yako pale, ifunge kama ni kwenye kifua ama kwenye kiuno, sawa. Lakini kama una kadresi kazuri hivi kenye neti hivi, kanakani kama kanaonyesha hakaoneshi, pigilia mama. Ukishamaliza kwa maandalizi, tunakuja kwa mapokezi. Sasa hapa kwa mapokezi, hakikisha kwamba akishabisha tu, jamani, kwanza mjue mumeo, hata ikiwezekana sauti yake unaimaka. Ukisikia anasalimiana na watu hapo nje, unajua kwamba huyo ndiye huyo. Unashajipeleka mlangoni, anafungua mlango kwanza. Yani hapa sasa inakuwa ni climax. Akifungua mlango, kumbuka nyumba umeifukiza. Afanaleki wewe mwenyewe umejifukiza. Alafu sasa sikutembea kama unatembea wewe sijui ni askari wa wapi, unalinda sijui wapi. Mama jirembue, macho ya rembue, jito hilo jilirembue. Ama ni kuanze kukupeleka darasani la kurembua jicho. Yani unahakikisha wewe ndo unampokea. Akifungua wewe kwanza ndo umemfungulia mlango, anaingia, anakutana na wewe. Na uko lele, uko bulbul, uko ready, wazungu wanasema, uko tayari kama hujui. Pale amini usiamini. Yani atakuwa mwanamume ashalewa tayari. Yani inakaa kana kwamba ni mlevi ashakumsima tusi. Yani ashalewa na jinsi ulivyo, jinsi mazingira yalivyo, inakuwa ni kusukuma tu. Mutaenjoy tendo, yani mtaenjoy zaidi ya kuenjoy. Sijui nitumie neno gani niweze kuelezea huko kuenjoy kwenye mtaenjoy. Kwa sababu wewe tayari umejipanga, uko ready, unasubiria tu. Yani unakuta ni ile, kuna wimbo, kuna mwanamuziki anaitwa Harmonize anasema ameloa. Uko tayari ushaloa mama. Yeye naye kule aliko ushamlewesha tangu asubuhi na maneno na vijimessage vya uchokozi na call za kuchokoza. Kwa hiyo anajua, akijua yeye mwenyewe tayari yuko tayari, hakuna kusubiria. Imeanguka ni kuichinja tayari, wasemavyo Waswahili. Kwa hizo ndo mbinu ambazo unafaa kuzitumia ili kunogesha tendo la ndoa.